Mambo vipi Swahili community, leo tena niko na kigongo kingine, basi vuta kiti, shika popcorn tuondoke. Hadithi hii inaanza na Ava, mwanamke wa miaka 45 akiwa kwenye duka kubwa akifanya manunuzi pamoja na binti yake. Ni siku ya kuzaliwa ya binti yake na anatimiza miaka 18 na wako kwenye harakati za kuchagua vitu kwa ajili ya sherehe hiyo maalum. Wakiwa wanaangalia na kuchagua vitu mbalimbali, binti yake anamuona mtu akiwa nje ya jengo. Ni mpenzi wake Adrian. Kumuona Adrian kunamletea furaha ya wazi usoni mwake. Adrian anamuonyesha ishara ya kumwita atoke nje. Ava alipogundua hili anamuuliza binti yake, "Si ulisema mmeachana, sasa kwa nini yuko hapa?" Lakini binti yake hakumjibu kitu, badala yake anatoka nje na kumkambatia Adrian, kisha wanapeana busu na mahaba motomoto. Ni wazi kuwa uhusiano wao bado upo na unaonekana kuwa wa muda mrefu, japokuwa Ava hakuwahi kuridhia. Baada ya manunuzi kumalizika, Ava anakwenda kwenye gari na kuanza kupakia vitu, na hapo anasikia Adrian akimwambia binti yake kuwa alisahau kuacha funguo za nyumbani kwao na sasa baba yake hawezi kuingia nyumbani. Kutokana na mazungumzo hayo, Ava anatambua kuwa binti yake alimwalika Adrian kwa siri kuja kwenye nyumba ya ziwani kwa ajili ya sherehe hiyo ya kuzaliwa. Ava anahisi uchungu. Alikuwa na matarajio ya kutumia siku hiyo maalum akiwa na binti yake pekee, lakini sasa ndoto hiyo imevunjika. Hata hivyo, inabidi akubaliane kwamba binti yake sasa ni mtu mzima mwenye haki ya kufanya maamuzi yake mwenyewe. Hakusema chochote, bali aliendelea kupakia vitu kwenye gari kimya kimya. Baadaye wote wanapanda gari na kuelekea kwenye nyumba ya ziwani pamoja. Ava amchukia Adrian, anahisi kuvutiwa naye, ndio maana anajaribu kumweka mbali. Kwa upande mwingine, Adrian pia anamtazama Ava kwa namna ambayo inamfanya ajisikie wasiwasi na kututulia. Baada ya safari ndefu, wanafika kwenye nyumba tulivu ya likizo iliyoko kando ya ziwa, mahali pazuri, kimya na penye mandhari ya kuvutia. Ava anashuka kutoka garini, anatoa mizigo, kisha anamwambia binti yake, "Chukua hii upeleke ndani." Binti yake akiwa na furaha anachukua mizigo na kumwambia Adrian, "Njoo nikuoneshe nyumbani." Adrian anajibu, "Nenda mbele, mimi nitaleta mizigo iliyobaki." Ava amwambii chochote Adrian, anapita kimya na kuingia ndani. Adrian anafuata nyuma. Ava anamtazama na kumwambia kwa sauti ya utulivu lakini yenye msisitizo, "Basi lako litakuwa hapa ndani ya saa moja na unapaswa kuondoka wakati huo." Adrian hatoi jibu lolote, lakini baada ya muda kidogo anamsogelea Ava na kumwambia kwa utulivu, "Sikuja hapa kwa hiari yangu, binti yako ndiye aliyeniita. Alitaka tusherekee siku yake ya kuzaliwa pamoja tukiwa wote. Nikiondoka atavunjika moyo sana. Huu ni kwamba anastahili kuwa na furaha leo." Ava anamsikiliza Adrian lakini hasemi chochote. Muda mfupi baadaye binti yake anakuja na kumwambia kwamba anakwenda kuogelea ziwani pamoja na Adrian. Ava anatupa macho nje na kumwona Adrian ameketi kimya. Anajaribu kumshawishi binti yake abaki, akimkumbusha kuwa bado kuna mengi ya kuandaa kwa ajili ya sherehe, lakini binti yake anacheka na kusema, "Bado ni saa 6 tu, tuna muda mwingi." Kisha anakimbia kuelekea ziwani kujivinjari na Adrian, huku Ava akibaki nyuma akisafisha na kupamba nyumba. Ava anapoendelea na shughuli zake, macho yake mara kwa mara yanaitazama sehemu ya ziwa, haswa mahali alipo Adrian. Anajitahidi kuzingatia kazi zake, lakini kuna kitu ndani yake kinajitokeza tena. Tangu mume wake alipofariki, amekuwa peke yake kwa muda mrefu, na sasa baada ya miaka mingi ya ukimya na kujizuia, tamaa alizozika moyoni zinaanza kususuka polepole. Akiwa na mchanganyiko wa hisia, anatoka nje na kumwona Adrian akicheza kwa furaha majini na binti yake. Ghafla kumbukumbu moja inamjia. Alikumbuka kipindi yeye alipokuwa mchanga na mwenye furaha alifanya mambo kama haya. Alirudi ndani na kuendelea na maandalizi ya sherehe, akijaribu kujisaulisha mawazo hayo yanayomvuruga. Lakini akiwa bado anaendelea kusafisha, ghafla anahisi uwepo wa mtu nyuma yake. Anageuka na ni Adrian. Anamuuliza kwa sauti ya kawaida, "Unatafuta nini hapa?" Adrian anajibu, "Nilikuja kuchukua losheni ya jua." Ava anatikisa kichwa, "Sawa basi chukua." Adrian anasogea kimya kimya, macho yake yakikutana moja kwa moja na ya Ava. Kuna ukimya wa ghafla, hewa inakuwa nzito. Ava anahisi kitu kikibadilika ndani yake. Anabaki ameduaa asijue afanye nini. Lakini kabla mambo hayajavuka mipaka, anajituliza na kujiondoa. Anatembea mpaka bafuni, anakunywa maji kidogo ili kutuliza hisia. Akiwa tayari amejikusanya,
tena anarudi akiwa na losheni ya jua, anamkabidhi Adrien na kusema kwa sauti ya upole, unapaswa kuondoka sasa. Adrien hakusema neno hata moja. Aligeuka kimya kimya na kurudi ziwani kuungana tena na binti Ava. Ilipofika jioni, Adrien na binti yake Ava walirejea kutoka ziwani, lakini kabla hawajaingia ndani, Ava alimsimamisha Adrien mlangoni. Binti yake aliingia ndani huku Ava akimkabili Adrien na kumwambia, baba yako alipiga simu, anakuhitaji urudi nyumbani haraka. Umechukua funguo za nyumba bila wewe kujua. Adrien alionekana kuchanganyikiwa. Mbona hajanipigia moja kwa moja? Aliwaza kwa mshangao. Aliangalia simu yake, hakukuwa na simu yoyote iliyopigwa na ujumbe. Ava aliongezeka kusema, mtandao huku ni hafifu, ndio maana akanipigia mimi. Lakini Adrien alijua hilo si kweli. Mtandao kuwa na shida yoyote. Alitambua wazi kuwa Ava alikuwa anamdanganya. Alijua anataka aondoke. Kwa utulivu Adrien alimjibu, najua hunitaki hapa, lakini tafadhali nipe nafasi, utaona kwamba mimi si mtu mbaya. Uso wa Ava ulijikaza kwa hasira iliyojificha. Alijibu kwa haraka, je, nikimpigia baba yako na kumwambia kuwa unamchumbia binti yangu? Bila kusita Adrien alisema, siofi chochote kwa sababu nampenda kweli. Ava alicheka, sio kwa sababu alimwamini, bali kwa sababu alijua Adrien hakuwa msafi kama alivyodai. Alikuwa tayari ameshahisi uovu ndani ya Adrien. Ghafla binti yake alimuita Adrien, naye akaondoka kwenda kwake. Baadaye wakati Ava akiwa jikoni, macho yake yakatumbukia dirishani. Alimuona Adrien akiwa tayari kuondoka. Binti yake alimuuliza, utakuja tena? Adrien alitabasamu, usijali, nitarudi. Waliagana kwa hisia ya upole na upendo kabla Adrien kuanza kutembea kuelekea nyumbani kwao. Alipokuwa akitoweka machoni, Ava alihisi wimbi la faraja, maana Adrien alimtia miamko ya ndani ambayo sasa ilianza kutulia. Baadaye Ava na binti yake walianza kuandaa keki pamoja. Walipokuwa wakichanganya mapishi, binti yake aliuliza, kwa nini umpendi Adrien? Yeye huongea sana kuhusu wewe. Ava alishtuka kidogo na pia alihisi kujipendekeza. Kweli? Huwa anasema nini? Aliuliza. Binti yake alitabasamu, nilimwambia kwamba miaka michache iliyopita uliogelea ziwani bila nguo na jirani alikuona akalalamika. Ava alimtazama kwa mshangao na aibu. Hutakiwi kusimulia mambo ya faragha namna hiyo, akasema. Binti yake akatazama huku na huku kisha akauliza, yako wapi yale maziwa tulionunua dukani? Ava alijifanya anatafuta, inaonekana hatukuyanunua kabisa, alisema. Ukweli ni kwamba Ava alikuwa ameyaficha maziwa hayo kimakusudi. Hatutaweza kutengeneza keki bila hayo maziwa. Itabidi niende mjini kuleta maziwa mengine. Binti yake hakushuku chochote, aliendelea na kazi jikoni. Ava alitoka nyumbani akaingia garini na kuondoka. Njiani akamwona Adrien akitembea. Bila kusema neno alimpa lifti. Ndani ya gari kulikuwa kimya, hakuna aliyesema chochote, lakini ukimya wao ulisema kila kitu. Baada ya muda mfupi, Ava alisimamisha gari katika eneo la faragha lisilo na watu. Wakiwa bado kimya, Adrien alinyoosha mkono wake kwa upole na kumgusa Ava usoni. Ava alihisi kuzidiwa, ingawa yeye ni mama, bado ni mwanamke mwenye hisia na matamanio ambayo hayajawahi kusemwa. Alijisalimisha kwa muda huo, wakapigana busu. Mambo yalienda mbali zaidi. Baada ya muda, Adrien alitoka nje kidogo huku Ava akitazama simu yake. Binti yake alikuwa anapiga. Hakujibu. Adrien alimwangalia Ava kwa furaha, lakini yeye hakuwa na tabasamu. Macho yake yalijaa majuto. Hili alikuwa jambo alilotaka. Alijua amefanya usaliti. Alijitahidi sana kujiepusha na Adrien kwa sababu hizi. Akiwa mavunjika kwa hatia, Ava alimuomba Adrien aondoke. Adrien akusema chochote, alitikisa kichwa na kuondoka kimya kimya. Ava akamaliza sigara yake, akanunua maziwa dukani na kurudi nyumbani kimya kimya. Aliposhuka garini, aliona kitu cha ajabu. Mapambo yote ya sherehe yalikuwa yamevurugwa. Kwa hofu, alikimbia kuingia ndani ya nyumba. Ndani alimkuta binti yake akiwa ameketi sakafuni jikoni, machozi yakimtoka. Alimtazama juu na kuuliza, mama, kwa nini hukujibu simu yangu? Ava alijikuta akisema kwa sauti ya chini, labda mlio ulikuwa mdogo, sikusikia. Ndipo Ava akatambua keki ya siku ya kuzaliwa binti yake alikuwa ameifanya mwenyewe. Kumbe maziwa yalikuwepo nyumbani muda wote. Binti yake akasema, labda ukuangalia vizuri tu. Ava akauliza, ni siku yako ya kuzaliwa, kwa nini uharibu mapambo? Binti yake akafuta machozi na kusema kwa sauti iliyovunjika, hakutakuwa na siku ya kuzaliwa tena.
Adrian amenitumia ujumbe, tumeachana. Amesema hataki kuniona tena, kisha akavunjika kabisa kwa kilio. Ava alihisi maumivu makali moyoni, akamvuta binti yake karibu akijaribu kumfariji. Binti yake alilia, ulikuwa sahihi mama, ulisema si mtu mzuri, na sasa kwenye siku yangu ya kuzaliwa amevunja moyo wangu. Lakini binti yake hakujua kwamba Adrian hakumwacha yeye tu, alimwacha na Ava pia. Baada ya kulala na wote wawili, aliwaacha kimya kimya, labda hakutaka kuumiza mtu yeyote, lakini mwisho wa siku alivunja mioyo miwili. Na hapo ndipo filamu inafikia mwisho. Hebu tupe mawazo yako Swahili Community. Je, Ava alikuwa mkosefu kwa alichokifanya au alikuwa tu mwanadamu aliyepotea ndani ya hisia kama sisi sote? Toa maoni yako hapo chini, na pia usisahau kusubscribe uweza kutupa support.